Halo ndugu mpenzi mtazamaji wa Mr. Lab TV. Siku ya leo hii tutakwenda kuzungumzia kuhusu vipimo maalum vya kisukari. Kwanza inatakiwa tujue umuhimu wa hivi vipimo katika ishu ya kisukari. Moja, vipimo hivi vinatusaidia kugundua kama mtu endapo ana kisukari au la. Lakini pili, inatusaidia kujua mtu huyu ana aina gani ya kisukari. Ni kisukari aina ya kwanza au kisukari aina ya pili. Lakini tatu, hii inasaidia kufuatilia maendeleo ya matibabu kwa mgonjwa wa kisukari. Lakini nne, inatusaidia kujua endapo ugonjwa wa kisukari umesababisha madhara mengine katika sehemu mbalimbali za mwili. So huo ndio umuhimu wa kufanya vipimo. Sasa tutaenda kuchambua kimoja baada ya kingine. Tutaanza na vipimo ambavyo vinahusika katika kusaidia kugundua endapo mtu ana kisukari. Kipimo cha kwanza tunaita fast blood glucose. Fast blood glucose, hichi ni kipimo ambacho kinafanywa kwa mtu ambaye hajala chakula angalau masaa 8 na kuendelea, ambao tunaita fast blood glucose. Na hichi kipimo ukiona umepima majibu yako yameonyesha una kiwango cha sukari zaidi ya 7 mmol kwa lita, hii ujue kwamba huenda ukawa una changamoto ya kisukari. Kipimo kingine tunasema ni random blood glucose test. Hichi ni kipimo ambacho chenyewe kinatusaidia, kwanza kinapimwa wakati wowote, hakina time limit, unaweza kupima wakati wowote. Lakini majibu utakayopata hapa ukiona yamezidi kiasi cha 11 mmol kwa lita, ujue hii ni changamoto au ni ishara ya kwamba huenda ukawa na shida ya kisukari. Lakini pia tuna kipimo kingine ambacho tunaita HbA1c. Hichi ni kipimo ambacho kinapima kiwango cha sukari kwa muda wa miezi 2 mpaka 3 iliyopita. Kwa hiyo tunapata wastani wa sukari kwa muda huo uliopita. So hichi kipimo kimsingi kinafanywa, hakina time limit, kinaweza kufanywa muda wowote. Lakini pia majibu ambayo yatapatikana hapa ukiona yamezidi 6.5, asilimia 6.5, ujue hii ni ishara ya kwamba huenda ukawa na kisukari. Kwa hiyo 6.5 na kuendelea, hii ni ishara ya kwamba huenda ukawa na changamoto ya kisukari. So hivyo ndo vipimo muhimu ambavyo vinatusaidia kugundua kama mtu ana kisukari. Lakini pia kuna kipimo kingine ambacho tunaita glucose tolerance test, oral glucose tolerance test. Hichi ni kipimo ambacho kinatusaidia kujua kongosho lako linafanya kazi vizuri au la. Kinapima uwezo wa kongosho kufanya kazi, ambapo hapa mgonjwa au mtu anayepima atapewa kiwango cha sukari ambacho kinatambulika na atapimwa kiwango hicho baada ya muda fulani. Kwa hiyo anapima kabla hajapewa hicho kiwango cha sukari na atapima baada ya kupewa kiwango cha sukari katika standard za namna hiyo. Na hapa ukiona pia sukari yako inazidi kiwango kile ambacho umepewa, maana yake tunategemea ukipewa kiwango cha sukari kwa muda huu, basi baada ya muda fulani hiyo sukari ifanye nini? Iwe imepungua. Lakini kuna kipimo kingine, kundi lingine hapa la vipimo ni vipimo vile vinavyotusaidia kujua, je, huyu mtu sawa ana kisukari? Je, hichi kisukari ni cha aina gani? Kuna vipimo hapa, tutazungumzia vipimo viwili. Kipimo cha kwanza tunaita C-peptide test, ambacho hichi kipimo kinapima kiwango cha kongosho kuzalisha, uwezo wa kongosho kuzalisha insulin. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii kwamba hizi peptide, C-peptide hizi ni proteins ambazo zinazalishwa pamoja na insulin. Kwa hiyo insulin inapozalishwa, basi na hizi peptide zinazalishwa. Kwa hiyo hii inatusaidia kujua kama kongosho lako lina uwezo mzuri wa kuzalisha insulin. Kwa hiyo hii pia inatofautisha insulin ile ambayo man made au artificial insulin, kwa sababu unaweza kuchoma sindano ya insulin, lakini pia na ile original insulin ya asili ambayo imezalishwa na kongosho lako. Kwa hiyo hichi kipimo kinatupa kiasi cha insulin ya asili ambayo
kongosho lako limezalisha. Kwa hiyo ikiwa chache, maana tunajua kongosho lako haliwezi kufanya nini? Kuzalisha insulini ya kutosha, ambapo hapa tayari tuna classify wewe kama ni kisukari aina ya kwanza. Lakini kama insulini inaonekana, C-peptide zinaonekana kwa wingi, maana yake ni kwamba wewe mwili wako au kongosho lako lina uwezo wa kuzalisha kiwango cha insulini ya kutosha. Kwa hiyo hapa tunaweza tukajua una aina gani ya kisukari. Lakini pia tunaweza tukapima kiwango cha insulini chenyewe, insulin level, ambapo hapa tutajua kiwango chako cha insulini katika damu, ambapo itatusaidia kujua hii aina ya kisukari ni aina ya kwanza, kwa sababu aina ya kwanza kwa kawaida tunategemea kiwango cha insulini kiwe kidogo sana, kwa sababu uzalishaji wake ni mdogo. Lakini pia kwa mtu ambaye ni type 2 ambao ni aina ya pili, tunategemea kiwango cha sukari kiwe kiwango cha insulini kiwe juu au kiwe cha kawaida. Lakini pia kuna kundi lingine la vipimo hapa ambazo linasaidia kujua au ufuatiliaji wa maendeleo ya matibabu kwa mtu mwenye kisukari. Ni vipimo gani hivi? Kwanza tunaweza tukapima fast blood glucose kama kawaida. Hii pia inaweza ikatusaidia kujua sukari yako inaendeleaje. Pia tunaweza tukapima RBG kama nilivyoeleza, lakini pia tunaweza tukapima HbA1c. Hii tunashauri HbA1c, tunashauri kwa wale ambao wana changamoto ya kisukari wao wanapima hichi kipimo kila baada ya miezi mitatu. Lengo ni kujua, je, yale matibabu yanafanya kazi vizuri au la. Kwa hiyo ni kipimo ambacho kinasaidia katika ufuatiliaji wa changamoto za kisukari. Lakini pia kuna kundi lingine la vipimo hapa ambalo lenyewe linatusaidia kujua, je, kisukari kimesababisha madhara mengine katika mwili. Sasa hapa tutazungumzia renal function test. Katika renal function test au kipimo cha figo, hapa tunaangalia kiwango cha albumin kwenye mkojo, ambapo kiwango cha albumin kikiwepo kwenye mkojo, hii ni ishara kwamba figo zimeanza kupata shida. Lakini pia tunaangalia kiwango cha creatinine kwenye damu, ambapo hii ukiona imezidi kiwango ambacho kinatakiwa, ambacho kwa kawaida ni 2 mpaka kwenda juu na kuendelea, kuanzia 2 na kuendelea, hii ni dalili ya kwamba una changamoto, yani 2 mg per deciliter. Lakini pia tunacheki kiwango cha cholesterol, yani mafuta mwilini, ambapo hapa tunaangalia, je, hii kisukari kimepelekea changamoto ya ongezeko la mafuta katika mwili, kwa sababu unapokuwa na kiwango cha sukari kikubwa katika mwili una tabia ya kubadilisha kile kiwango cha sukari kwenda kwenye mafuta na kuhifadhi katika mwili. Hapa maanake hayo mafuta yanaweza kuhifadhiwa kwenye moyo, kwenye mishipa na maeneo mengine ya mwili, ambapo hii inaweza kapelekea kuwa na shinikizo la damu la juu, lakini pia kuwa na changamoto za moyo. Na ndio maana tunapima kiwango cha mafuta. Na hapa tunazungumzia lipid profile, mchanganuo wake una vipimo vingi hapa, ambapo tutapima mafuta mazuri, mafuta mabaya na mafuta kwa ujumla wake. Lakini kipimo kingine ambacho kinaweza kufanyika katika kundi hili la madhara yatokanayo na ugonjwa wa kisukari, pia tunaweza tukafanya kipimo cha macho, tunaita fundoscopy. Hichi kipimo kinaweza kutusaidia kujua hali ya macho ya mgonjwa wa kisukari. Je, kisukari kimeshaathiri macho au bado? So hivi vyote vipimo hivi vinatusaidia kujua hali ya mtu ya kisukari ikoje. Kwa haya na mengine mengi, endelea kutufuatilia katika Mr. Lab TV.